mtazamaji wa NK Digital Online, na hii ni Direct Speech. Utakuwa nami Neema Samson. Siku ya leo niko na mada inayosema kwamba ni kuna umuhimu gani mzazi au mlezi kumfundisha kazi mtoto akiwa bado mdogo. Katika jamii wenyewe mnaona vijana, mabinti wakifundishwa kazi wakiwa wadogo wanaenenda vipi katika jamii, na wasipofundishwa kabisa wanaenenda vipi. Hapa nipo na Huruma Sika. Yeye atatuelezea kuhusiana na swala zima la umuhimu wa kumfundisha mtoto mdogo kazi. Haina lika, haina ukubwa, haina mtoto wa kiume au wa kike, lakini kuna umuhimu gani hapo katikati? Huruma, habari yako? Nzuri, nashukuru mtangazaji Neema Samson. Kwa jina kama ulivyosema, naitwa Huruma Sika. AKA yangu ni Never Say Never. Never Say Never. Wewe katika hili swala la umuhimu, yani kuna umuhimu gani katika kumfundisha mtoto masuala ya kufanya kazi za nyumbani na kazi zingine binafsi? Yani kuna umuhimu gani kwa upande wako? Kusema kweli mtangazaji, kuna umuhimu mwingi sana mtoto kufundishwa kazi tofauti. Moja, nafikiri huwa ni kumwandaa kisaikolojia, lakini pamoja pia na kumwandaa kimwili, kwamba anakuwa na uwezo wa kujitegemea. Kwa hiyo muhimu namba moja hapo nafikiri uwezo wa kujitegemea wa mtoto, kwa maana ya kwamba nje ya uwepo wa wazazi, tafsiri yake mtoto anaweza akasimama yeye kama yeye akapambana na yale malengo yake. Lakini pia kimaadili, nafikiri inamwepushia mtoto kuingia kwenye vishawishi, makundi ya wenzie, kwa maana ya makundi yale ya kihalifu, kwamba mtoto akianza kujitegemea mapema, akianza kujijua kazi mapema, na kwamba itamfanya yeye kuwa busy na hizo shughuli, lakini pia atakuwa anajipatia kipato chake ambacho ni halali. Na ukiachana na hilo, pia inamfanya mtoto kuwa mzalendo. Ujue tunafundishwa kuwa wazalendo ya utuzaji sisi wa Afrika, watoto wa Tanzania. Kwa hiyo mtu ukiwa anajishughulisha ni tofauti na tamaduni za wenzetu, tayari wamezikuta mali zipo. Tamaduni za Kiarabu, Wahindi huko Ulaya, mtoto anakuta mali tayari zipo, kwa hiyo anakuwa hashughuliki tu. Watoto wa maskini, watoto wa Kiafrika, watoto wa Tanzania inabidi tuwe wazalendo kwa kujituma kwenye kufanya kazi. Lakini sambamba na hilo pia inaifanya akili ya mtoto kuwa active. Mtoto akiwa anajishughulisha na shughuli tofauti, akili yake inakuwa ipo. Hii ni direct speech kama ulivyomsikia Huruma, lakini nina changamoto fulani ambayo waga inaumiza walio wengi, hasa katika masuala ya kuchagua kufanya kazi. Kuna hili swala la kufanya kazi za ndani, yani kazi za pale nyumbani kama kuchota maji, kuosha vyombo, kufua, yani ambazo zinafanyika nyumbani. Kuna wengine waga wanasema kwamba ni hizi kazi sasa zinafanywa kwa ajili ya watoto wa kike, hizi za watoto wa kiume. Wengi katika jamii yetu na makabila mengi wanafanya hilo swala, hasa Wasukuma. Lakini ukiangalia mtoto wa kiume hapewi kipaumbele cha kufanya kazi sana za nyumbani zaidi ya mtoto wa kike. Hilo swala unalionaje? Kusema kweli, mimi nafikiri hizo ni nyakati ambazo inabidi zipitwe na wakati, kwamba ni zile mila ambazo baadhi ya watu wamezishikilia kulingana na makundi haya ya jinsia mbili tofauti. Tunaamini kwamba kazi hizi ni za jinsia ya kiume, kazi hizi ni za jinsia ya kike, kitu ambacho sicho. Kuna mifano hai, kuna baadhi pia familia huko majumbani tunakoishi, majirani, ndugu na jamaa, pia hata kwenye familia zetu sisi, watoto wa kike wamepewa kipaumbele, wamefeli. Watoto wa kiume wamefaulu, lakini pia vile vile watoto wa kiume wamepewa kipaumbele, wamefeli, lakini watoto wa kike wamefaulu. Kwa kuna baadhi ya familia nyingi zinaendeshwa ama zimekombolewa na jamii ya kike, watoto wa kike kulinganisha na wale watoto wa kiume. Kwa hiyo nafikiri ni mitazamo tu ambayo inatakiwa ipite na wakati, lakini tukiwawezesha hawa jamii ya jinsia ya kike, wanaweza kufanya vizuri zaidi, na wengi wanadhihirisha hilo, wanafanya vizuri kuliko hata watoto wa kiume. Unawaambia nini sasa watazamaji na wasikilizaji wa NK Digital wanaokutazama na kukusikiliza kwa sasa kuhusiana na masuala hilo? Mimi nitakachowaambia watazamaji na wasikilizaji ni kwamba katika swala la malezi, mtoto anatakiwa aanze kuandaliwa mapema anapokuwa mdogo, kujishughulisha, kufanya kazi ili aweze kuwa na uwezo wa kujitegemea. Hata wazazi wakifariki, ana uwezo wa kujipambania mwenyewe, kujitafutia riziki iliyo halali. Lakini pia vile vile usichague kazi,
mtoto yeyote, jinsia yoyote anatakiwa afanye kazi yoyote bila kuangalia jinsia wala nini, unaona. Na kama kuna jamii bado zina tamaduni hizo ama mila hizo, nafikiri inabidi iache, ibadilike. Asante sana Huruma Thika. Na msikilizaji na mtazamaji pia unayemtazama, asante kwa muda wako na wakati wako. Hii ni NK Digital ya online na hii ni Dialect Speech inayoongozwa na mimi Neema Samson. Usisahau kushare, kusubscribe na kucomment. Hadi wakati mwingine, asante.